Salamu alaikum waambaji. Karibu katika makala ya leo tunapoangalia mukhtasari wa tamthilia Wema Hauozi ya gredi ya 8. Jina langu ni B. Kamau Millicent. Hii tamthilia imegawanyika katika sehemu 4 na leo tutaangalia mukhtasari wa sehemu ya kwanza ya hii tamthilia. Sehemu ya kwanza imegawanyika zaidi katika maonyesho matatu. Lakini kwa jumla hii sehemu ya kwanza, maonyesho yote matatu, wahusika ambao wametajwa ni 5. Kuna Mishi na Mabula ambao ni bibi na bwana. Kuna Dama ambaye ni mwanao Mishi na Mabula. Kuna Saisi na Shila ambao ni marafiki wake Dama. Onyesho la kwanza, sehemu ya kwanza. Onyesho hili linamhusu Mishi na Mabula. Tunampata Mabula ambaye amelala kwenye sofa kuukuu. Sauti za watoto wanaocheza nje zinamwamsha. Anasonya na kurejea usingizini. Kelele zinapungua na kisha kwa umbali sauti za watoto wanaoimba zinasikika. Sauti hizi zinamwamsha Mabula. Mabula anateta kwa vile anahitaji ukimya ili alale na haupati. Anaanza kumuita Mishi. Mishi anaitika na Mabula kumwambia aende. Mishi anaenda na kumuuliza Mabula alichomuitia. Mishi anaonekana kutoelewa Mabula, kwani yeye anamwambia mambo kuhusiana na wakati, kwamba ni wakati gani huu, na yeye anamwambia mambo kuhusiana na alasiri, na yeye akamwambia nina maana ni saa ngapi. Wanaonekana kutoelewana. Mabula anamkaribia na kumsemezea sikioni. Mishi hafurahishwi na kitendo hiki. Baadaye Mishi anamrai Mabula kumweleza alilomuitia. Anasema, tafadhali niambie uliloniitia, au kama halipo uniache nizifuate shughuli zangu. Hii ni kwa sababu giza ilikuwa inaingia na taa haikuwa na mafuta. Mabula anateta kutofurahishwa kwake na kelele za watoto wakati anataka utulivu ili alale. Mishi anafanya mzaha akimweleza Mabula kuwa hakujua hilo. Lau angemletea hata na usingizi wenyewe alale mpaka atakapopenda kuamka. Mabula anamueleza asifikiri yeye ni mlevi wa kufanyiwa mizaha. Mishi anaamini kuwa Mabula ni mlevi na kumwagiza asimame basi kama yeye si mlevi. Mabula anajaribu kusimama lakini mwishowe anashindwa na kuanguka. Mishi anakimbia kumuinua akihofia ameumia. Mabula anaanza kulaumu nyumba akisema kuwa ndiyo iliyomfanya kubabaika na kukosa level. Katika mazungumzo yao, Mishi anataja neno ukuti akisema hata ukuti hukubali kuyumbishwa na upepo bwana. Neno hili linamkumbusha Mabula wimbo wa watoto, ukuti ukuti wa mnazi ukuti. Mabula anateta akiuliza huo ukuti una nini, akisema huenda Mishi ndiye amewaelekeza watoto ujumbe wa kuimba. Mishi anakataa akisema watoto wanaimba wimbo wa upendao. Wanakuwa na mabishano na Mabula anamnyoshea Mishi kidole akitaka huo mjadala ukome. Mishi anamueleza Mabula kuwa hafai kumtisha, kwani hayo ni mambo ya zamani na yamepita. Mabula anasema, eti ya zamani yamepita, umeyapitisha wewe. Mishi anarudi nyuma kinyume akicheka mpaka anatoweka jukwani. Mabula anapokaribia mwisho wa jukwaa, taa zinazimika. Onyesho la pili, sehemu ya kwanza. Hapa tunapata wahusika wawili, Dama
na Mishi. Dama ni mwanaye Mishi. Ni usiku na tunaambiwa kuwa nje kunanyesha. Ni nyumbani kwa Mabula. Mishi ameketi akifuma sweta. Mara anapaliwa na mate na kukohoa, na ndipo Dama anaingia. Dama ambaye ana usingizi anamuuliza mamake kwa nini hajalala. Mishi anamuuliza mbona ameamka usiku huo, naye Dama anasema kuwa ameota, na alipozinduka ndipo akajua Mishi hajalala. Mishi anasema kuwa Dama anamshangaza. Anamuagiza akalale ili asichelewe na skuli. Dama anamkumbusha kuwa kesho yake ni sikukuu na wangesherehekea nyumbani. Ilikuwa ni sikukuu ya mashujaa. Mishi anajaribu kuepuka mazungumzo akimtaka Dama kwenda kulala. Dama anasema kuwa alitaka kuuliza jambo. Anauliza kuhusu babake. Anamueleza Mishi kuhusu watoto wengine walivyosema. Watoto wengine kina Saisi, kuhusu wazazi wake walipotoka skuli siku hiyo, kuwa Mishi na Mabula walikuwa wakifukuzana na kuwa wanautia mtaa aibu. Mishi anakana akisema kuwa walikuwa wakienda mazoezi kama walivyozoea wakiwa mtaa wa Majuu. Wakiwa mtaa wa Majuu walikuwa wakienda jogging, na Mishi anataka kumuonyesha Dama kuwa bado hiyo siku walikuwa wanaenda jogging. Dama haridhiki na maelezo hayo na anamueleza mamake jinsi watu wanavyosema mengi. Eti mmefukuzana mpaka mmekonda. Mishi anamtaka Dama kwenda kulala, lakini bado Dama anaendelea na maswali. Anauliza kwa nini siku hizi hamuoni babake na gari la kazini, akitaka kujua kama ni ukweli wasemavyo watu kuwa Mabula amefutwa kazi. Anaeleza kuwa rafiki yake Sheila ndiye alimueleza ati alisikia wazazi wake wakisema. Mishi anataka kujua la ziada ambalo Dama alikuwa ameambiwa na Sheila. Dama anasema kuwa hakuna la ziada, ila kuwa wazazi wa Sheila walisema kuwa babake sasa Mabula ni mzalendo. Mishi anafaulu kumhimiza Dama kwenda kulala na wanaagana. Onyesho la 3 sehemu ya kwanza. Nyumbani kwa Mabula ni usiku wa manane. Mishi bado ameketi alipokuwa ameketi, lakini anasinzia. Sweta aliyokuwa akifuma inamponyoka. Mara anasikia matiti ya mtu anayetembea. Anakuwa na wasiwasi na mara mlango unabishwa. Anauliza, ni nani? Mlango unazidi kubishwa. Anajawa na woga na kuuliza tena, ni nani? Lakini hapati jibu. Anaeleza kuwa atapiga kamsa kama anayebisha hatajibu. Mabula anacheka kicheko kirefu kutoka nje kisha kusema, fungua. Mishi anamfungulia na anaonyesha dalili za kulewa. Wanaanza kuzungumza, na kutokana na mazungumzo yao tunapata kujua kuwa Mabula hupenda kwenda kulewa ama pombe ambayo anasema yeye hununuliwa ili kuepuka kukaa nyumbani, na kwamba anasema kuwa ile pombe humpa pumbao ya kuepuka maswali ya Mishi anayosema ni magumu. Tunapata kujua kuwa Mishi na Mabula walikuwa wakiishi kwenye maisha ya kizungu na sasa wanaishi madongo poromoka. Wanaongea kuhusu umeme, sasa wanategemea mshumaa kwa sababu mwangaza unapungua chumbani, na Mabula anafikiria kuwa umeme umekatika. Mishi
anamhurumia Mabula anapogundua kuwa yeye bado ni kama haelewi walihama na wanaishi maisha mapya ya uchochole, maisha pale Madongo Poromoka. Anaanza kulia. Mabula anafikiri ni watu wamemuumiza Mishi na anajaribu kumtuliza. Anamuuliza, wamekuumiza wapi? Umeumia wapi? Wamekupiga risasi moyoni? Mishi anamueleza ni mkuki na ambao yeye Mabula ndiye ameurusha. Hapa anarejelea hotuba ya Mabula anapoteta kuhusu gharama kubwa. Mishi anamkumbusha asirejelee mambo ya kale kwani haina haja. Mabula anasema, leo ni zao la jana na hatuwezi kuisahau jana. Anapogundua Mishi analia, anamkaribia na kumshika mabega. Anakubali basi yaishe, akisema basi yaishe. Wanasema dunia ina mambo. Unasikia? Unasikia Mishi? Mishi anabaki kimya. Wanatazamana kwa muda, kisha wanakumbatiana. Taratibu taa zinazima. Tumefika mwisho wa mukhtasari au mtiririko wa sehemu ya kwanza ya tamthilia ya Wema Hauozi. Asante kwa kutazama, natumai kukuona tena katika video nyingine tukiangalia mukhtasari wa sehemu ya pili, sehemu ya tatu na vile vile sehemu ya 4 ya hii tamthilia. Kwaheri.